Mambo vipi? Mimi ni Frankie Wihanji, nikukaribishe siku ya leo katika kipindi chetu maalumu cha Next Generation Voices ama NGV. Na siku ya leo niko na mwanadada hapa, tutakwenda kujadiliana naye masuala mbalimbali kuhusiana na wanawake, uwezeshaji wa wanawake, uongozi kwa wanawake, changamoto wanazopitia wanawake na mambo mengi kuhusiana na wanawake. Ama kwa jumla unaweza kusema masuala mbalimbali ya feminist. Dada, habari? Salama, habari? Salama, Mzima. Mambo yanaenda Safi kabisa. Karibu na nikupongeze kwa kupendeza. Nashukuru sana. Labda ungetupa anwani yako watu kidogo kufahamu. Mimi naitwa Joyce Soni. Ndio. Ninasoma chuo cha Makumira mwaka wa 2. Sasa. Ndio. Na unasomea masomo yapi? Mimi nimechukua masomo ya Kiswahili na historia. Kiswahili na historia. Ndio. Ina maana ni mwalimu. Ya, mimi ni mwalimu kabisa. Sawa. Unadhani kwa haraka kipi kinakujia kichwani ukisikia usawa wa kijinsia? Nikisikia usawa wa kijinsia, na kitu kinachonijia haraka kwenye kichwa ni usawa baina ya jinsia mbili, yani kuwepo na usawa kati ya mwanamke na mwanaume. Kati ya mwanaume na mwanamke. Katika nyanja mbalimbali za kijamii, za kiuchumi, za kisiasa. Ndio. Sasa. Na unadhani ni sawa kuwe na usawa wa kijinsia? Mimi nadhani ni sawa kwa dunia ambayo tuko nayo sasa hivi. Mambo ambayo tunapigania sana sisi wanawake ni mambo ya usawa. Sawa. Na tumeona wanawake wanaweza kwenye nyanja nyingi sana. Hata tukiangalia kwenye nchi yetu hapa Tanzania, tuna rais wetu ambaye ni mwanamke. Tunaona jinsi alivyosimama. Ameweza kusimama kama walivyokuwa marais wengine. Hajatetereka. Tunaona wanawake wakiwezeshwa, lakini hilo slogan ya kuwezeshwa siku hizi tunaweza. Wanawake tunaweza. Hata sio kuwezeshwa tunaweza. Kwa hiyo usawa kijinsia ni hakuna tatizo kabisa. Hakuna, japo jamii bado haina mwamko sana. Kuna bado jamii hawana mwamko, wana zile imani za zamani za kwamba mwanamume ndio kichwa, ndio kiongozi, ndio atakayefanya shughuli zote. Lakini kwa dunia ambayo tunaikimbilia sasa hivi, ulimwengu wa teknolojia, tunaona kwamba wanawake nao pia wana nafasi kubwa sana katika maendeleo ya uchumi. Ni kweli. Lakini amuoni kwamba mtakuwa kidogo sasa na maandiko, maana vitabu vya dini vinahusu kabisa, vinatueleza kwamba mwanaume ni pia mwanaume ni kiongozi na mwanaume amekuwa sijakwenda mbali na maandiko. Maandiko yanasema ni mwanaume ni kichwa cha familia, lakini ukikumbuka maandiko pia mwanamke naye aliumbwa kwa ajili ya kusaidiana na mwanamume. Kwa hiyo hili bado tunapambana, hata hiyo kusaidia bado jamii haina hiyo elimu. Kwa hiyo hatuko mbali sana na maandiko, lakini dunia ndio inatupelekesha. Yaani utandawazi ulioko unamharakisha mwanamke naye afanye majukumu yale ambayo mwanaume alifanya. Yaani popote tufanye hiko. Kwa hiyo usawa kijinsia wa 50% na 50 kwa mwanaume na mwanamke, kwa hiyo unaona ni sawa kabisa. Na inakuwa hakuna changamoto yoyote. Hakuna changamoto, wanawake nao wanaweza. Na kuna masuala haya yanaitwa feminist. Wewe unaelewa nini unaposikia feminist? Feminist kwanza ni ile hali ya mtu, yaani mwanamke, ni hali ile ya mwanamke kupambana au kutetea ule usawa wa kijinsia. Ni hali ya mwanamke kupambana kwa ule usawa wa kijinsia. Maana tuna feminist, lakini tuna feminism. Feminism ni ule mchakato, zile harakati ambazo zinafanywa na feminist. Kwa feminist wale wanafanya mambo ili wanawake na wanaume waweze kuwa sawa, kuwepo na usawa wa kijinsia. Na ndio masuala ya uwezeshaji wa wanawake. Lakini sasa uone kwamba kwa siku za hivi karibuni, baada ya wanawake kuwezeshwa kama hivyo na hizo harakati za feminist, kumekuwa pia na kesi mbalimbali wanawake kwenye familia. Sasa nyinyi wanawake ambao mpo kwenye kazi na ajira zenu, mnakuwa hamtaki kubabaishwa na wanaume. Ama wewe hiyo unaionaje? Au wewe hujaipitia
Maana mara nyingi mwanamke mwenye kazi kwa siku za hivi karibuni, kutokana na elimu unazopewa, sijui haki za kijinsia na masuala mengi, unaona kabisa migogoro ya kwenye ndoa haishi. Na unakuta sababu pia wanawake wanasema wana nafasi, wana sauti. Unakuta hata mwanamke kumsikiliza mwanaume inakuwa ni changamoto. Unajua hiyo ni hulka tu, lakini kwa kipindi kirefu sana wanaume wamekuwa wao ndo wazalishaji. Wanawake wamekuwa ni watu wa chini sana, wanakaa nyumbani. Sasa hili swala lilipoibuka la 50 kwa 50 imeonekana kwamba wanawake ndo hawawasikilizi tena wanaume. Kuna migogoro mbalimbali, kitu ambacho tunasahau kwamba sio migogoro, ni ile kitendo cha mwanaume kusaidiwa majukumu ya nyumbani. Ama unakuta ile 50-50, mwanaume mke naye analipa ada, anamsomesha watoto, kama ni nyumba anashare. Sasa sio kwamba anakuwa na kiburi, lakini imagine ukiwekeza lazima uwe na sauti, kwa sababu umekuta mwanaume hajajenga, lakini umelipwa mshahara naye analipwa, unasaidia, mimi naweka hiki mwisho wa siku unahamia. Wanaume bado wana ule mfumo dume, bado huko kwenye kichwa chao. Sasa ule mfumo dume wanauleta, alafu kwa mtu ambaye si kwamba hapendi kuwa chini, anakuwa chini, lakini kwenye engo gani? Sasa hambi contribute kwenye maendeleo ya pale nyumbani. Unakuta mwanaume bado anafanya mambo bila kumshirikisha. Ile nyumba tumejenga wote, anakwenda kukopa benki, anaweka rehani hati ya nyumba bila makubaliano. Au inapotokea mwanamke amepata changamoto, anahitaji fedha, unakuta hana, lakini ile nyumba ni ya kwao, hati inasoma labda ni ya shared, anataka na yeye achukulie, ana haki pale, ameshare. Anaona hili ndio jambo langu linaweza likanikwamua, kwa hiyo anaamua naye kuchukua ile hati, labda akakope. Mwanaume anaona sasa huku ni kuendeshwa, labda anataka atoe maamuzi. Unajua maamuzi, tunapoamini wanaume kwamba watatolea tu maamuzi kwenye familia, kwenye jamii, naamini wanaume ndio wanaotoa maamuzi. Lakini hata sisi tuna mawazo mazuri sana, tuna michango mizuri sana, lakini maamuzi ni ya baba. Maamuzi kwenye kufanya maamuzi, unajua ni tukishare tunapata maamuzi mazuri. Baba akiwa ndo final say, hata akisema kitu ambacho hakina tija, ukikikubali inakuwa ni shida kidogo, haileti mantiki nzuri. Lakini maamuzi hebu yawe pande zote, mwanamke naye aulizwe kwamba na wewe unaonaje hili swala. Asante sana, nimejifunza kitu. Na ni kweli wanawake ni viumbe dhaifu, kama ambavyo kauli hii imekuwa maarufu sana huko. Wanawake ni viumbe dhaifu. Ni viumbe dhaifu, sijui kauli inatoka wapi, na sijui wamefanya research kiasi gani kuona kwamba sisi ni viumbe dhaifu. Lakini mimi, kama utakubaliana na mimi, utaangalia sehemu zote ambazo wanasimamia wanawake, unakuwa hakuna. Kwanza sisi tunakale kaofu, mambo ya rushwa, mambo ya uharibifu, ufujaji mali, yani hatuna zile tamaa ndogo ndogo. Sehemu nyingi wanazosimamia wanawake zinakuwa zinafanya vizuri hata kuliko. Piga picha tu wakuu wa wilaya au wakuu wa mikoa ambao ni wanawake. Mimi nafanya kazi Manyara, mkuu wangu wa mkoa ni mwanamke. Queen Sendija. Ni mwanamke. Nadhani ukivaa picha yake utaona jinsi gani alivyounyosha mkoa. Mkoa wa Manyara umekaa kata sana. Lakini yule mama ameweza kupita pori kwa pori, kila mahali ameweza kugusa. Yaani yuko vizuri na anafanya vizuri sana. Sasa huo udhaifu tunakwenda na ile vision au version ya zamani sana ambayo ilionekana mwanamke kazi yake ni kukaa nyumbani, hawezi kufanya jambo, lakini nowadays tunafanya sana. Wewe unapinga kwamba mwanamke sio kiumbe dhaifu. Kimpa kazi anafanya. Wewe hata kwenye masuala mazima ya utawala kazi mnaziweza anafanya. Sijui hili swala likoje. Unaangalia hata single mothers hivi, unaona jinsi wanalea watoto wao, wanafika mbali sana. Na nadhani issue ya single mother haitokani kweli na masuala ya feministi, kwamba mnapewa kiburi kile kwamba mnaweza kufanya hiki na hiki, mtu anaona ya nini niwe na mume. Hapana. Hapana kabisa. Ukakubaliana na mimi, single mothers sio lazima awe amepata kiburi kutokana na kipato ambacho yuko nacho. Wanaume wanachukulia ile kauli ya kwamba mwanamke ni dhaifu. Kwa wanawake wengi wamekuwa wanapata mimba, wanazalishwa, wanatelekezwa, lakini wanaamua kusimama. Unakuta umetelekezwa na watoto watatu, baba amekimbia, labda kuna baba anaweza kuikimbia familia, mama hawezi kukimbia.
familia. kabisa. Unaona jinsi mama anavyopambana mpaka anahakikisha watoto wamekwenda shule mpaka wanafika vyuo vikuu. Tukimwangalia msanii kama Diamond, Alikiba, wote wamelelewa na mzazi mmoja, lakini wakikuelezea the struggle ambao wazazi wao wamepitia, unaona kama mchango wa mama ulivyokuwa mkubwa. Yaani wanawake wamesimama, huenda hata baba ingekuwepo watoto wasingefika pale, lakini pale ambako mama akishajua nimeachwa ni mimi mwenyewe, anapambana sana. Kwa hiyo kwamba uwezeshwaji wa wanawake ama kwa lugha nyingine tunasema women empowerment sio sababu ya kupelekea masuala mazima single mother na migogoro katika ndoa. Hapana. Na ilishawahi najua tunakuwa tuna mitazamo yetu na kama binadamu tunakuwa tuna hisia zetu. Unadhani ni sahihi kwa mwanamke kupenda mwanaume na kumwambia hisia zake kwamba bwana fulani nakupenda? Kama tofauti kama na sisi wanaume, nikimpenda mwanamke ninafanya zile harakati, si ndio? Niende namba. Je, kwa mwanamke ni sawa hiyo? Kwa nchi yetu, kwa bara kwa bara letu bado hiyo iko nyuma sana. Wenzetu Ulaya wameshafika, yaani ukimpenda mtu una haja ya kuwaza jinsi ya kuishia ujumbe, ni direct unamwambia. Lakini kwetu bado ipo, lakini sio kwamba kuna wanawake hawasemi. Kwa hivyo watu wameamka, unampenda mtu huwezi kuvumilia, unamfikishia ujumbe. Na sio kwamba ni tamaduni mbaya, maana ujue iko kwamba watu wanaona kwamba mwanamke kienda kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwenda kumruhusa mwanaume au kumtongoza mwanaume, ili mwanamke anaonekana kama ana tabia chafu. Lakini kumbe ni sawa tu, ni sehemu ya yeye kuelezea hisia zake. Ina maana inakuwa hakuna tatizo. Hakuna tatizo kabisa. Wewe ulishawahi kutokea hiyo? Bado. Labda kadri utandao. Ila lakini ikitokea unaona ni sawa. Ikitokea ni sawa kabisa. Wewe inakuwa hakuna tatizo. Sasa una mtu ambaye wewe anakuinspire kwa moyo wako, natamani siku ujikao kama yeye na vitu anavyofanya wewe unapenda? Ndio. Nani mmoja? Mimi Joketi Mwegelo. Joketi Mwegelo ni sasa ni mama. Ni mtu ambaye anani-influence sana, ni my role model kwa sababu ametokea katika familia za kawaida, sio kubwa sana sio ndogo, lakini tukiangalia tangu apate taji la Miss Tanzania 2006, japo hakuwa mshindi wa kwanza, lakini hakusimama pale pale, harakati zake hazikuishia pale. Amejaribu sana, amejaribu kila biashara, amejaribu, alikuwa na rasta zinaitwa kidoti. Amejaribu, ameingia kwenye siasa, alianza huko chini vijana. Tunaona amekuja kupata nyadhifa mbalimbali, lakini ni katika hali ya upambanaji, ni mpambanaji sana. Yaani tukiwa compare na mamisi wengine ambao wamejita, japo wamefanikiwa, lakini kwa nafasi yangu, yaani kwa mimi binafsi namuona Joketi mbele yangu afanya the best. Na una ndoto za masuala ya uongozi? Unapenda uongozi? Uongozi wa level gani? Siasa. Siasa. Siasa, unajua kila kitu ni siasa. Siasa huwezi kukimbia siasa. Yaani maisha yetu yote yamezungukwa na siasa. Yaani maamuzi yanafanywa na wanasiasa. Kila kitu kwa siasa siwezi kusema sipendi. Ina nafasi kwako? Ina nafasi, ina mchango. Labda sasa kwa kuhitimisha au kumalizia, una ushauri gani kwa vijana wenzio, hasa mabinti ama wanawake kwa ujumla? Mimi nawashauri wanawake wasirudi nyuma. Ulimwengu unakwenda kasi sana, unawahitaji sana mabinti wadogo na wanawake kwenye mambo mengi sasa, kwenye teknolojia, mambo ya teknolojia na innovation. Kwa hiyo wanawake wasikate tamaa, warudi nyuma. Sasa hivi wanawake tuna vikundi sana ya kuwezeshana, vikoba. Au ndio hivi kopo ya kausha damu? Hapana, achana na hiyo ya kausha damu. Tuna vikoba. Mimi binafsi nina kikundi. Niko hapa lakini nina kikundi huko nilipokuwa nakaa. Kwa hiyo kikundi kinasaidia kwenye nyanja nyingi. Unaweka hela yako, lakini mwisho wa mwaka unakuwa umejikusanya. Unajua kukusanya hela ukaweka mbali na wewe, zinakuwa safe. Tofauti tukiwa nazo
ila pia tunapata fursa ya kukopa. Unaweza kukopa hata milioni 10 ukafanya jambo lako huku unafanya unarejesha. Kwa wanawake wasikate tamaa, wasirudi nyuma, wapambane. Ulimwengu uko kwa ajili yao. Yaani dunia hii tumefunguliwa kwa ajili yetu sisi sasa hivi. Dunia ni ya wanawake, wanawake ndio sisi tunaongoza sisi kwenye nyanja nyingi sana, tunafanya vizuri kwenye biashara, wanawake tuko very. Lakini wanaume pia wana nafasi yao hapo. Yaani wanaume sijasema wanaume tayari unajua walishajitengenezea nafasi yao. Wenyewe walishajiona wako top. Kwa hiyo sisi tunakimbilia pale top, tukutane pale kileleni. Si ndio? Ndio. Nakushukuru Joyce, nakushukuru kwa muda wako na nakushukuru kwa mawazo yako mazuri. Nadhani vijana wenzangu na watu wengine ambao mlikuwa mkifuatilia haya mahojiano mna kitu cha kujifunza na mmepata ujumbe hapa. Uwezeshaji wa wanawake, ametufafanulia mambo mengi, lakini pia hajawaacha wanawake wenzake akiwaambia wapambane, wasirudi nyuma, wahakikishe wanafikia malengo. Nilikuwa nami Frank Wyanji nikiwa na rafiki yangu Joyce hapa kwa muda huu mchache ambao tumeelezea masuala haya ya feminist na wanawake. Natumaini umejifunza na natumaini umepata ujumbe. Basi usisahau kusubscribe, like, comment na share. Karibu tena.